Miujiza ni tendo la Mungu, inatosha. Tendo la Mungu linalopita uwezo wa kawaida au kibinadamu au sheria za asili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Miujiza ni tendo la Mungu linalopita uwezo wa kawaida. Hebu uwezo wa kawaida au uwezo wa kibinadamu. Hebu uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Hebu sheria za asili. Kwa hiyo muujiza ni tendo la Mungu linalopita uwezo wa kawaida au uwezo wa kibinadamu na sheria za asili kwa kusudi la kuonyesha nguvu zake au nguvu za Mungu, utukufu wake na kuthibitisha mapenzi ya Mungu duniani. Hebu sema muujiza. Hebu sema tena muujiza. Kwa hiyo muujiza ni jambo lolote ambalo Mungu anaweza kulifanya. Analifanya jambo ambalo liko nje na uwezo wa kibinadamu. Analifanya jambo lilo nje ya uwezo wa kiasili. Analifanya jambo lilo nje ya uwezo wa kawaida au jambo lilo ndani ya uwezo wa mwanadamu kutendeka. Mungu analifanya ili kuthibitisha utukufu wake. Hebu sema utukufu wake. Sema tena utukufu wake. Kwa hiyo Mungu huwa anapouangalia muujiza anaangalia kama ni tendo lisilo la kawaida. Hebu sema tendo lolote lisilo la kawaida ni la muujiza. Matendo ambayo Mungu anayafanya yasiyo ya kawaida huwa ni miujiza, kwa sababu kwa mwanadamu haiwezekani, kwa akili za kiutu haiwezekani, kwa mawazo ya kawaida haiwezekani, lakini kwenye fikra za mtu jambo hilo kutendeka haiwezekani, ila kwa Mungu linawezekana. Kwa hiyo muujiza ni jambo ambalo Mungu analitenda, au tendo lolote Mungu analitenda, lakini malengo yake huwa ni kufanya tofauti na akili za kibinadamu, ni kufanya tofauti na uwezo wa kibinadamu. Kwa hiyo yale ambayo Mungu anayatenda wanadamu hawawezi kuyatenda, wala yakitendeka kwenye akili zao huwa akili zinabisha, ili naitwaje? Muujiza. Hebu sema muujiza. Na ndio maana mimi nafundisha muujiza, kwa sababu kwenye Biblia ni kitabu kilichosheheni miujiza. Amen. Amen. Kuna mtu mmoja anasema, sababa unafundisha miujiza, mbona kuna wakati unasema miujiza ni kwa wasioamini ili wapate kuamini? Inakuwaje leo mchungaji unafundisha miujiza tena unasema ufufuo wa miujiza katika kizazi hiki? Bwana asifiwe. Siku zote ninapofundisha mimi huwa sifundishi nikipinga miujiza haipo. Bwana asifiwe. Huwa ninafundisha msingi wa kweli wa muujiza. Muujiza wa kweli una msingi wa kweli. Muujiza wa kweli una misingi yake. Sio tu kila linalotokea ni la kweli. Na nikisema hivyo haimaanishi miujiza haipo. Miujiza ipo. Na mpaka sasa hivi ninavyozungumza, Mungu katikati yetu hapa anaweza kutenda muujiza. Lakini kuna msingi wa muujiza wa kweli, na ukiachana na miujiza ya uongo. Naongea na watu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye Biblia ni kitabu kilichosheheni miujiza. Na wakati mwingine ukisoma Biblia vizuri unaweza kugundua kuna watu historia zao zingesahaulika kama Mungu asingewatendea miujiza. Kuna watu wasingetimiza makusudi yao ya kuishi kama wasingetendewa miujiza. Kwenye kipindi chao cha kuishi waliishi, lakini kuna historia ya miezi mitatu, historia ya wiki, historia ya siku ambapo Mungu aliintabini akawatendea kupitia miujiza, ndiyo maisha yao yakaweza kuendelea. Ina maana kama sio miujiza, maisha yao yalikuwa yaishie kabla hata hawajatimiza makusudi yao ya kuishi. Bwana asifiwe. Wewe ni shahidi. Kwenye Biblia unamwona mtu mmoja anaitwa Nuhu. Nuhu katika siku za kuishi kwake, maandiko yanasema Mungu aliamua kuipiga nchi. Mungu alipoamua kuipiga nchi, maandiko yanasema Mungu akampa habari Nuhu aijenge safina. Mungu alipomruhusu Nuhu ajenge safina, safina ilipokwisha kujengwa,
Mungu akaangamiza dunia. Mungu alipoangamiza dunia, Mungu akamfanyia muujiza Nuhu wa kuhakikisha katika watu wote wanaoishi, watu wote watakufa, lakini Nuhu na sehemu ya vizazi vyake ikabaki. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa Nuhu ule ni nini? Muujiza. Kama isingekuwa safina, maana yake dunia yote ilikuwa imeshaangamia. Lakini Nuhu anapita kipande cha maisha yake. Ina maana Nuhu hawezi kuyasimulia maisha yake kama asimulii muujiza aliyoutenda Mungu kwa kumvusha kipindi fulani cha maisha na kumpeleka kwenye kipindi kingine cha dunia kuondokana na maji kuwa mahali pakavu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma maandiko haya utagundua miujiza mpaka sasa hivi ipo. Mpaka leo maisha ya watu wengine yamegubikwa na miujiza. Kama sio miujiza hauwezi kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utamkuta mtu mwingine anasema hivi, yaani mimi unaona maisha yangu pekee ni miujiza, sio wote. Alizaliwa, daktari akamwambia kwa jinsi ulivyo hauwezi kuishi. Kulingana na mbavu zako zimechubuka. Kulingana na kimeo chako kimekuwa kikubwa. Kulingana na utumbo wako umejifunga. Mwingine anaambiwa kweli una ujauzito, lakini tunamuona mtoto tumboni amejiviringita. Naongea na watu, nitana kesi ya namna hiyo kule Arusha. Ikapigiwa simu, niko huku. Nikaambia ule dada mtoto wake, tumbo lake, mtoto wake kile kitovu kimemfunga mguu. Kwa hiyo mtoto hawezi kutoka kawaida, lazima afanye operation. Waliponipigia Arusha nikamwambia hapana, hakuna operation, acha niombe Mungu amfungue. Nilipokuwa naomba, nimeunganishwa na mwanangu mmoja kule Arusha. Nilipokuwa naomba nikawa nasema tu, Baba katika jina la Yesu, kama kuna hiyo kitovu kimejikunja, sio kimefunga mguu, ninaamuru sasa hivi kitovu hicho kifunguke. Niliposema maneno haya, baada ya masaa mawili mbele yule mama akajifungua kwa kawaida. Wakanipigia simu, hakika Mungu anafanya. Maana dokta alisema haiwezekani. Kwenye kipindi cha mama huyu, kama sio muujiza, alikuwa anachama tu. Hebu sema amen. Hebu